asifiwe. Wenye mlikubali kuingia katika hizo makanisa na mkafanywa viongozi katika hizo makanisa, hamfai kufanya kazi sio na malipo. Kama wewe ni Asha, unastahili ulipwe. Kama wewe ni kiongozi yeyote, praise team kiongozi, hakuna ati unafanya kazi ya Mungu. Unafanya kazi ya hiyo kanisa. Hufai kufanya kazi na usilipwe. Galatia ni 3 yake 25. Imani ilipokuja hatumo chini ya kiongozi tena. Hatumo chini ya kiongozi tena. Wakati Yesu Kristo alileta imani, hatumo chini ya kiongozi tena. Kwa hivyo kama unafanya kazi yoyote katika hiyo kanisa, unastahili ulipwe. Kama wewe ni security, wacha kushida hapo na kununua masuti na unanunua ofa zenye unatumia ni wewe umenunua. Wacha kutumika. Kuwa ukilipwa, huyo pasta wacha anunue hizo ofa. Wacha kununulie suit. Askari wakati wanafanyia serikali kazi, uniform yenye wanafaria sio wao wananunua, ni serikali. Serikali ndio inanunua, serikali ndio inawalipa mshahara. Kwa nini wewe ni askari wa huyo pasta unakubali kutumika ati unafanya kazi ya Mungu? Kazi ya Mungu kama unataka kuifanya iko katika Isaia 58 yake 10:11. Utapata pale kazi ya Mungu yenye utafanya. Kazi ya Mungu yenye utafanya utaipata katika Isaia 58 yake 10:11. Wacha kutumika huko kanisani ati sasa wewe ni Asha, kazi yako ni kupanga watu, ushide ukipanga watu, unapanga makastoma wa huyo pasta. Unatoka huko umechoka na hujalipwa. Chai yenye wewe unakunywa ni wewe ulikuwa umenunua. Vitu yote yenye unaonekana huko ukitumia, wewe mwenyewe ndiye unanunua. Msitubebe fara. Sisi tunajua nyinyi ndiye hujinunulia chai. Nyinyi ndiye mnajifanyia mambo. Hizo manguo zenye mnafaa kwaya, hizo ni nyinyi mnanunua. Wewe unaimba pale kwaya, unafutia makastoma. Na hulipwi. Unastahili ulipwe. Timotheo wa kwanza 5 yake 18 inasemaje? Kwa maana andiko lasema, usimfunge kinywa ng'ombe aplapo nafaka, na tena mtendakazi astahili ujira wake. Mtendakazi, wewe ni mtendakazi wa hiyo kanisa, unastahili ulipwe. Sio kujifanya hapo kama farafara tumeenda kufanya kazi ya Mungu. Suti yenye umefaa ni wewe umenunua, mavazi hiyo yenye uko nayo ni wewe umenunua. Kwa nini unakubali kutumika? Na Mungu mwenyewe hatumii watu ovyo. Mungu mwenyewe hawezi akakutumia ovyo. Unaambiwa yeye unafanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu gani? Yeye analipwa. Kwa nini wewe unafanya na yeye usilipwe? Wewe ni shemazi na unastahili ulipwe. Ushida hapo umesimama, nikiingia kwa kanisa unanipanga, keti hapa, keti pale, keti hapa, keti pale. Na security ni wakushida hapo akikodolea watu macho kama wanachukua video. Security wako hapo kutumika. Unaona mtu na kisuti ya braki na shati na kitai hapo, unadhania kwani huku kuna ma-CID wameingia kanisani. Kumbe ni watu wa kutumika. Ni watu wa kutumika wako huko na hawalipwi. Na unastahili ulipwe kama yeye analipwa. Kama yeye anakuambia utoe fungu la 10 na sadaka na takataka zingine anakuambia utoe huko, anastahili akulipe. Unastahili kulipwa. Sio kukaa hapo kutumika.
Sio kukaa hapo kutumika masuti, unatafutililia masuti, alafu unauza shamba yako ili uonekane ukiwa msimati, unauza shamba, unauza mali yako ili uwe unakuja ukiwa simati ati ufanye kazi ya Mungu. Kama unataka kufanya kazi ya Mungu, soma Isaia 58. Waweza isoma yote na hiyo itakusaidia. Isaia 58. Ukiisoma itakusaidia. Kazi ya Mungu huwezani na kazi ya Mungu. Nani akatengeneza mawingu? Nani akatengeneza nyota? Nani akatengeneza mwezi? Nani akagawanisha ardhi na maji? Nani akaweza? Kwa hivyo kazi ya Mungu ni kusaidia wenye hawana. Kenya maskini tuko wengi sana. Manake watu wa kupora watu walikuja kama wameshika Biblia. Wanashika Biblia wakisoma kamstari kamoja, yeye sasa ni mtu wa kupora watu. Hatutanyamaza. Tutaendelea na kulihubiri Injili. Tutaendelea. Wewe mwenye unatumika kwa hizo makanisa, jua pasta analipwa. Anaendesha magari za kifahari, amefungua mahospitali, amefungua mabiashara, wamefungua shule, wamefungua nini? Yani wamefungua mabiashara. Na wewe uko hapo umekauka, miguu imekauka kama ya gamia. Wewe ni kusimama. Ati wewe ni Asha, uko tu hapo kusimama. Wewe ni Asha. Wewe ni security, ushida huko ukikodolea watu macho. Wewe uko huko ukikodolea watu macho. Wewe ni security, wakusimamia mpaka sadaka. Unasimamia sadaka yenye ulipwi, unaipeleka mpaka kwa bank. Unaendelea kufanya mtu tajiri. Badala ufanye kazi ya Mungu, wewe unafanya kazi ya mtu. Hiyo ni kazi ya mtu. Hiyo sio kazi ya Mungu. Hiyo sio kazi ya Mungu. Hiyo ni kazi ya mtu. Alifungua biashara. Na ndio anakutumia. Shida hapo, umesimama miguu ikauke, kukauka. Miguu shida hapo ikikauka, umesimama hapo, wewe ni Asha, nguo zenye umefaa ni wewe umejinunulia. Mavazi yenye uko nayo ni wewe umejinunulia. Sasa watu wanaona mtu msimati, alafu wanasema, hata mimi natamani hii kazi ya kuwa Asha, niwe hata mimi nasimama. Hiyo nguo zenye amefaa hata labda ni ya mkopo na hajalipa. Hiyo masuti unaona security wako nayo. Huyo mtu aweza kuwa sehemu yenye alipewa na babake, aliuza ndio akuja afaye masuti ya kutisia watu na halipwi. Kama polisi wanalipwa na serikali, uniform wananunuliwa na serikali, kwa nini wewe unafanya hizo kazi kanisani na hulipwi? Na yeye mwenyewe analipwa. Yeye mwenyewe hasimami sana kama wewe vile waweza simama. Wewe una shida hapo ukisimama. Unakodolea watu macho kama wana scroll simu. Kama wanachukua mavideo huko. Wewe kazi yako ni kukodoa macho. Na ofa za uongo. Ofa za uongo, na ni wewe mwenyewe ulijinunulia. Mkajinunulia mkiwa na mafara hawa wengine mkajinunulia. Sasa mnatumika huko makanisani. Mnatumika kutumika. Watu wanaona mkikula vizuri. Kumbe hii mnakula vizuri. Nyinyi wenyewe ndiye mlichanga ili muwe mnakula mkikutana. Mnatumika kutumika. Kwa Mungu hakuna kutumika. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Mnatumika kutumika.